I want us to read in the book of Ephesians 4 in verse 32. Ningependa tusome katika kitabu cha Waefeso 4:32. Can we start from verse 31? Wacha tuanze na mstari wa 31. That is Paul. Huyo ni Paulo. He said, get rid of all bitterness. You can have your version, your Swahili version, so that you can go. We can move with the scripture. Can somebody read with me? Whoever is there, even in Swahili or English version, please. Ephesians 4 and verse 31. Inasema hivi: uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matusi yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena talking about bitterness. Ninazungumzia machungu. And Paul said, get rid of it. Na Paulo anasema na ikawaondokeeni. Every kind of wickedness, Kila aina ya uovu, every kind of evil doings, kila aina ya matendo mabaya, you should come out of it. unafaa kuondokea. You to serve God, Ili wewe kwa Mungu you Bwana must come out of it. unafaa kuondoka. And he said also, Na akasema pia, in the book of Ephesians, still there, akasema pia katika kitabu cha Waefeso 5 and verse 2, 5:2, and live a life of love, na ukaishi maisha ya upendo just as Christ loved us and gave himself up for us, jinsi Yesu alivyotupenda na akajitolea kwake kwetu, as a fragrant offering and sacrifice to God. na kama dhabihu kwa Mungu. Somebody who has no bitterness always lives with joy, always is a joyful person. Mtu ambaye anaishi bila machungu anaishi maisha ya furaha. Somebody who is not living in bitterness always he loves people and he cares for people. Na mtu ambaye anaishi bila machungu anapenda na kujali watu. When he or she misses you in the church, he will call you and they will tell you, today we are not seeing you. Where are you? Wakati yeye atakukosa kanisani, atakupigia kuuliza inamaanisha kwamba wewe usafi na hauna machungu. Hata lot of love, moyo uko na upendo mkubwa. Hata lot of care, inachali sana. Bitterness, machungu, will hinder the care, italemaza upendo. Bitterness, machungu, will hinder that true love, italemea ule upendo wa kweli. I'll be showing you. Nitakuwa ninawaonyesha. That is our key verse. Hiyo ndio somo letu kuu. A person who is living in a bitterness, Mtu yeyote ambaye anaishi katika machungu, he will have grudges. atakuwa na vikwazo. Revenges and grudges is the part of her or his life. Kulipiza visasi ni sehemu yake katika maisha yake. Let us look at of another version Wacha tuangalie pia somo lingine in the book of Hebrews 12 and verse 15. Waebrania 12:15. The Bible says, Maandiko inasema, see to it that no one falls short of grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. inasema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. When you live with bitterness, Wakati unaishi na machungu, you will defile yourself. utajidharau wewe mwenyewe. Defilement will come only after somebody is living in bitterness. Kujitia unajisi itakuja tu iwapo mtu anaishi katika machungu. I don't have money but I need money. Ya kwamba sina pesa lakini nahitaji fedha. So the bitterness of this person is that I don't have money. Ya kwamba machungu ya huyu mtu ni kwamba sina fedha. Do you know what will come? Je, unajua ni nini itakuja? Adultery. Adultery will come. Being a drunkard will come. Kulewa pombe itakuja. That is why we have some people, they say that
let me just go so that I can remove law, so that I can be better. Ndiposa kuna watu wanasema kwamba acha tu niende nitoe loko ndiposa nikuwe sawa. It is because the bitterness is that there is a lot of things this person is passing through, but because of that bitterness, he or she decided that when I drink or I go to the bar or visit the place that people take alcohol, ni kwamba machungu yanatokana na kwamba anajua kwamba ninapoenda mahali ambapo vileo vinauzwa, it will give me a chance to refresh my mind and to become sober. Itanipea nafasi ya kurudisha fahamu zangu na kukua sawa. But Paul says there is a root of bitterness is operating in Christian. Lakini Paulo anasema kwamba kuna shina la machungu linafanya kazi katika maisha ya Wakristo. When that bitterness has rooted in one's life, na wakati hayo machungu yameweka shina katika maisha ya mtu, now it will give back. Na sasa itazalisha, it will give back for every evil things in their life. Na sasa itazalisha mambo mabaya katika maisha ya huyo mtu. It will give back for being defined yourself. Itazalisha wewe kujitia unajisi. So Paul says, na Paulo anasema, we should be very, very careful so that you may not fall short from the grace that you are given. Anasema kwamba tunafaa kuwa makini ili tusipungukiwe hiyo neema tuliyopewa. It means that one who is living in bitterness is not operating in the grace. Inamaanisha kwamba na yeyote ambaye anaishi katika machungu hafanyi kazi ya matembezi chini ya neema. Bitterness often arises when the experience injustice or betrayal. When one betrays you, the spirit of bitterness will have the way. Machungu inaweza pata nafasi iwapo kuna mtu atajitenga na wewe ama atakusaliti. Joseph is a good example. Na Yusufu ni mfano mwema. You will read at your own time because I'm rushing with the time. Utasoma kwa wakati wako kwa sababu nakimbizana na wakati. Genesis 37 we read at your own time. Mwanzo 37 utasoma kwa wakati wako. I want us to read one verse in the book of Genesis 50 and verse 20. Lakini ningependa tusome tu mstari mmoja katika kitabu cha Mwanzo 50. There is something Joseph said. Kuna kitu Yusufu alisema after realizing that he is free from bitterness. Baada ya kugundua kwamba hapo nje ni ya machungu. He said, akasema, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. You intended to harm me. That is Joseph. Ulikusudia kukua kunidhulumu. And the brothers of Joseph, na nduguze Yusufu, they were living in bitterness. Walikuwa wanaishi kwa machungu. When so God lifted Joseph, wakati waliona Mungu anamuinua Yusufu, they said that this man will be sold. We will sell him. Wakasema kwamba na huyu mtu tutamuuza. We will send him out of this land of this father. Tutamuuza kutoka nje ya nchi. So that his name will never be heard again. Ili jina lake lisisikike tena. Then Joseph was sold. Na Yusufu akauzwa. But the Bible says, maandiko yanasema, because he had no bitterness, sababu hapo God could look at him. Mungu akawa anamtazama. Even in his father's place. Hata wakati alikuwa kwa Farao. When he was in Egypt. Wakati alikuwa Misri. God could walk with Joseph. Mungu alipata
But if it were me and you maybe, Iwapo mimi ama ni wewe, you could have said, tungalisema you wanted to kill me. ulitaka kunimaliza. And now you have followed me up to this land. Na sasa umenifuata hadi huku niliko. You want to kill me also. Nataka kuniua tena. But Joseph said, Lakini Yusufu akasema, you intended to finish. ulikusudia kunimaliza, But because of my God, lakini baba ya Mungu He intended it to happen for better. alikusudia ifanyike kwa wema. That is why Paul says in the book of Romans 8 verse 28 at our own time. Na ndipo Paulo anasema katika kitabu cha Warumi, kila kitu kwa maisha happens for purpose. Inafanyika kwa kusudi, works for purpose. Inafanyika kwa kusudi fulani. Kwa wote wanaopenda. What Joseph said, na kile kilichofanyika to finishing it. Alikusudia kulimaliza. Lakini Mungu alikusudia tofauti. Bitterness. Machungu. Bitterness. Machungu. We will read at our own time. Tutasoma kwa wakati wetu In the book of Luke, katika kitabu cha Luka 15 and verse 1 to 29, but I want us to read only one verse 29. Ningependa tu tusome mstari mmoja ambao ni 29. The story of prodigal son. Everyone knows. Historia ya mwana mpotevu. Whoever is there, you can read with me, please. Yote aliyepata anaweza soma nasi tafadhali. 15 and verse 29. 15:29. The elder brother of the prodigal son, he was a person of bitterness. Nduguye mwana mpotevu mkubwa alikuwa mtu wa machungu. And there is something he said in this verse 29. Na kuna kitu anasema katika mstari huu 29. But he answered, that is his brother. His brother, look, all these years I have been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. What this scripture is talking about, Yale ambayo haya maandiko yanazungumzia, is talking about somebody who is the brother but has a bitterness. inazungumzia mtu ambaye aliye ndugu lakini ako na machungu. People are celebrating because the young brother is back at home. Watu wanasherehekea kwa sababu ndugu mdogo amerejea. But the elder brother is murmuring. Lakini ndugu mkubwa ananung'unika. And he's telling the father, I was slave for this year, many years, and I have not disobeyed you. Anaambia baba ya kwamba nimekuwa mfanyikazi wako hivi miaka yote na sijawahi kosa kukutii. You have given me nothing. Lakini umenipea, haukuna ambacho umenipea. That is the characteristics today. That is the characters of Gen Zs today. Hizo ndizo sifa za wana Gen Z siku ya leo. They will tell you as a father, watakwambia kama baba, you have given me nothing. Umenipea bure. My brother is a doctor. Ndugu yangu ni daktari. You educated my sister is a nurse. Ulimsomesha dada yangu ni daktari. But you have given me nothing. Lakini mimi haujanipa chochote. Somebody who is living with bitterness, Mtu yeyote ambaye anaishi na machungu, number one, la kwanza, is a person who every time he or she, mama, every time. ni mtu ambaye kila wakati yeye analalama tu. Even if it is your husband has come with something small in the house, Hata kama ni mzee wako amekuja na kitu kidogo ndani ya nyumba, instead of appreciating and worshiping and praising and telling God, I know even if today he has come with a little, I know tomorrow. badala ya kushukuru na kushukuru Mungu na kumwambia Bwana asante, hata ingawa leo amekuja na kichache, Just tell him you just took those money and you go to the shopping shop for yourself and see if it will work. utamwambia wewe mzee, chukua hiyo pesa mwenyewe ndio ufanye shopping na uone kama It is the spirit of bitterness. ni roho